Moto. Umeshindaje? Nashukuru Mungu. Hata nimetembea nimechoka. Ndio nimefika saa hii nimepigiwa simu. Kijana yangu anasema anakuja kunitembelea akiwa na msichana wako. Umepata hiyo ripoti kweli? Sijaipata. Hujapata ripoti? Na nani sasa amenipa? Unataka kuniambia msichana haja kupigia simu anakuja hapa? Ole mam. Karibu. Tumatembelea. Karibu. Karibu. Salama mama. Jambo sana. Salama. Karibuni. Nashukuru. Karibu kwa. Asante. Karibu nyumbani. Asante. Nashukuru. Umeshindaje huko baba? Si tuko salama. Tunapambana na maisha tu, ni hali kawaida tu. Nashukuru. Ni muda kidogo tangu tuongee mara ya mwisho. Kama kwamba nilikuwa na matanga ya yule mtoto ya rafiki yenu. Ndio hiyo sasa. Yeah. Nashukuru. Nimeshukuru pia. Karibu nyumbani. Asante dad. Asante. Hapa ndio kwa kina msichana. Hapa ndio tunaishi naye. Huyu ni mama yake. Kwa hivyo pia nimeshukuru sana, nimefurahia kuwaona. Kuja nyumbani kaa pamoja na sisi. Sawa sawa. Babe. Yes. Kidogo najua labda hatujakaa tukaongea sana kwa nini tunakuja kuona mzee. Ndio pia venye nilikwambia tukuje tuone kuja kuwa na issue. Kusema ni sawa. So mzee. Yes. Nilikuwa na kitu yenye kidogo nimekuwa na changamoto katika ndoa yangu. Yes. Pamoja na mke wangu. Changamoto. Yeah, tumekuwa na issues kidogo. Na nikaona ni vizuri nikuje nishare na nyinyi pia muweze kunisaidia ama kutusaidia kwa sababu sisi bado tungali wadogo kwa uhusiano. Yes. Naweza kuwa na njia ya kutusaidia. Karibu. Hapa nyuma kidogo tulikuwa na issues na msichana wako. Na ikawa kwamba hatuelewani. Kuna ugomvi Kitu kama hiyo, na ni kwa sababu ya labda mimi nilikuwa nimemkosea. Na kumkosa nilikuwa nimemkosea. Mimi kuna wakati hakuwa ananipea attention kwa nyumba, kila wakati vita, kitoka labda nikitoka kazini nikikuja, kelele. Kidogo venye unaelewa mzee, kando na wewe kuwa mzazi na kuwa baba, pia wewe ni mwanaume. Ambapo place yote ambapo utakosa amani, lazima utatafuta amani kule nje labda. Mimi kweli nikatafuta amani kule nje, nikawa na mpango wa kando. Kwa hilo niliona kweli ni kosa. Kwa sababu ni kitu yenye sikuwa natarajia, lakini kulikuwa na msukumo fulani. Baadaye tulikuja tukakaa chini na mke wangu tukaongea hiyo maneno tukamaliza. Na mimi nikaachana na hayo maneno kabisa, nikamwahidi kwamba sitawahi tena kufanya kitu kama hicho. Sasa saa hizi ni miezi karibu 7 imepita tangu hiyo maneno yakuwe. Imekuja juzi mke wangu akawa anataka kunisikiza. Madharau ikawa inaanza kuingia kwa boma. Nikiongea kitu mpaka hata nikikwambia saa hizi mimi mwenyewe najipikia. Mimi mwenyewe najifulia nguo. Ndio huyo. Mimi mwenyewe nikitoka kazini kama nimechoka, tuko na mtoto. Lazima nishughulikie huyo mtoto, nijue venye atakula, nijue venye ataoga na vitu kama hivyo. Kazi yake ni nini? Hapo ndio hivyo sasa, ndio maana tuko hapa. Sasa mimi nikajaribu kufuata, nikamkalisha chini tuongee, tumaliza haya maneno. Mke wangu si mtu mwenye anaweza ambilika kitu chochote. Ikawa kwamba ni ngumu sana kumueleza. Nikasema ni sawa. Sasa hicho hata si ati ni kitu chenye kimetuleta hapa. Kikubwa chenye kimenileta sana na chenye kinaniumiza mimi. Ni huyu mke wangu kwa sasa ako na mimba. Ako na mimba. Na saa hizi mimba ni miezi 2. Na sio ya kwangu. Na ndio hivyo nimekuja umuulize. Yeye aeleze hii mimba ni nani. Are you done? So So mimi
Niache shughuli zangu, niambie tunakuja home, I accept, then you come here, you are shame in front of my father. Kwani hii si issue yenye tungesort tukiwa mimi na wewe babe? For how long nimejaribu kusort Lakini issue? hapana, mimi uwezi niambie nikuje kwetu alafu unakuja kuambia babangu hizo stories zote, na in the first place wewe ndio ulikuwa issue. No, it forced me ni kuambia hivyo kwa sababu mbona wewe time ulicheat nikakuvumilia sikumwambia. So sasa hii umepaili maneno unakuja kuambia babangu. Okay. Ni sawa. Yala ambaye ameeleza yote kuna ukweli ama ni kuna uongo ndani yake? Dad, unajua sasa issue ni eti at first he used to love me na mimi nilikuwa nampenda, I cook for him, I do everything. But sasa ikafika tu time akachange na ngojea teo sapenye anasema simpikiagi aleti. Sasa ningepika nini? Na yeye anapiga nini? Sasa si after nimeacha kupika juu hakukuwa na provide. So yeye anakuja na food yake kidogo anapika, hata mimi sikulangi, ndo maana. Mimi nilianza kufanya hicho kitu kwa sababu yeye mwanzo alinikataza kwamba hataki kitu chochote kutoka kwangu. Hata saizi venye tuko hivi hatulali chumba kimoja. Kila mtu saizi analala kwa room yake. Issue ilikuwa yeye, dad. Okay. Hii mimba penye unasema tuko na mimba miezi 2. Hii mimba ni ya nani? Yeye ndo anajua, mimi nimekuambia yeye ndo amesema, let me explain. Mzee, sasa unaona hayo ndo majibu yenye mimi huwa napokea kwa nyumba. Mimi ndo najua na nimejaribu kueleza saa hizi tuko na muda ya zaidi ya miezi 3. Kila mtu akilala kwa nyumba yake. Nadhani unanielewa nikisema hivyo. Unajua sasa mimi ni pain sana time ali cheat na like ndo tulikuwa on our first stages of love, but ali cheat. Sasa yetu ikifika time ya hiyo sasa okay. Sasa hiyo ndio imefanya pia wewe ukatoka nje ya ndoa ama ni nini? Dad, nikuulize swali. Mtu akikuja usiniulize mimi swali, nichipo venye nimeuliza. Tena unaniuliza swali gani? Mimi sikutoka, hii mimba ni yake. Ona, ila wakati yenye sasa tulienda kwa daktari wakipima mimba yenyewe, walisema ni ya muda gani? Si miezi 2. Mimi na wewe tangu tugawane hizo vyumba. Ni muda gani saa hizi? 3 months. 3 months. Sasa walikunywa kwa maji. Ama ni salamu? Na hata kama ni salamu yenyewe wewe unisalimie siku hizi. Nikikuja kwa nyumba tuko hivyo. Sasa mimba ulitoa wapi? Mzee, hata kama ndo mimba, hata sasa ndio huyu, sasa ndio Maria amepata mimba kutoka kwa Holy Spirit. Tunataka sasa tujue. Nataka kuzaa hivi. Twende tu tutongelee issue. Okay, hata hivyo nimeshukuru kijana wangu. Wewe ni mvumilivu na juu umeleta story na nimeisikia. Hai ni malalamiko umelalamika kama kijana wangu, sababu wesi kana kitu ambayo inakuumiza kwa roho, lazima ukuje at least utafute usaidizi, na nimeona wewe ni kijana mzuri. Dad, so you are taking sides. Unamfavor yeye na sijasema hivyo. Mama yenu ametoka kidogo ambapo angekuwa hapa pia tungeshare na yeye, at least ajue shida iko wapi na to solve hii problem. Na mimi nawatakia at least mkae maisha mazuri. Na nataka kuambia hivi kijana yangu, nitaita msichana arudi hapa nyumbani niongee na yeye 1 2, alafu nitakupea jibu ile siku nitakuwa nimeongea na yeye. Sasa mzee, mimi sijakataa kwa kumuita, lakini kitu nilikuwa naomba tafadhali. Mimi nilikuwa kwa sababu ya shughuli ya kikazi na rudi hivi asubuhi ni prepare niende kazini. Huyu nilikuwa naomba abaki hapa, ili kesho muongee na yeye ama usiku muongee na yeye, mama akirudi kutoka mahali ameenda. Alafu mkimaliza kuongea na yeye, mimi niko tayari, mkinipigia simu nitakuja. Alafu sasa kuanzia hapo tujue sasa the way forward tunaweza saidiana aje na yeye. Kwa sababu hata tukitoka hapa saa hizi hatutafika kwa nyumba. So nilikuwa naomba kwa heshima zenu kama nyinyi wazazi wetu, huyu abaki. Baby, not leaving me here. No, there's nothing like leaving you. Unabaki hapa. Mzee niambia unanileta kwetu na uniache hapa. For how long tumeshahidi? Twende tu tuongelee home. Okay. Kijana wangu nakuelewa na umekuwa kijana mzuri. Na sio rahisi kupata kijana kama wewe ambaye mtu ana understand ni kama kuna shida anajua tu hapa ni shida na mnajaribu kusolve hiyo shida yenu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru wewe ni mzuri kukuja kwenu. Na ninakuomba tu uwe mvumilivu.
hata kwa dakika 1-2 nitapata suluhisho na tutasuluhisha hii maneno. Historia ninajua tu ndoa yenu lazima isonge mbele. Siwezi kuja hapa ama mwezi niletee msichana wangu niseme pengine juu ya hasira, juu ya nini. Hasira ni hasara. Unajua unaweza kuwa na hasira hivi na uwezi jua mbeleni kutaisha aje. Kwa hivyo tunakuomba kuwa mvumilivu. Alafu mimi nimekwambia vizuri. Nitaita msichana, atakuja kesho, msichana arudi hapa. Nimuongeleshe, tuongee, nimuite wazee, tuongee 1-2, alafu tutajua ndoa yako venye itakaa. Na kuomba hivyo. Na anaweza tueleza mbele yako hii mimba ni ya nani? Wewe hii mimba ni ya nani? Sema mbele ya mzee. Ndio maana nimesema akirudi kesho tutaongea 1-2. Mzee, naomba pia kidogo tuelewane kwa sababu mali inafikia hata mimi nikirudi na huyu nyumbani kidogo hatutapatana. Aseme mbele yako, okay sawa, nimekubali tunaweza rudi na yeye, lakini tutarudi kama amekubali kusema hii mimba ni ya nani. Okay, do nakupenda babe, so au nipendi, unajua okay. So listen, in fact, give me time I speak. Don't babe me. Naanza hapa hivi. Ukweli, to be honest, mimi nakupenda, but sasa juu you are not giving me that attention which I needed, ikabidi tu nime mess na Eugene. Ni kitu gani ulikuwa nataka akupee na akupee? Sasa anakuja home late, aleti food na Eugene was there financially, alikuwa ananipea attention. So unamaanisha mimba ni ya rafiki yake, anamjua. Na unajua Eugene mwenye anasema mzee ati financially ako sawa. Huyo Eugene anafanya tu kazi, ni shamba boy tu, lakini at least yo kidogo alikuwa anapata, alikuwa anani sustain nayo. Ulinipea nini? Kwa watu wote Eugene. So si asante mzee. Mimi nimeenda. Sorry kijana yangu, tafadhali nakuomba tu. Nitarudi mzee, kwa heshima yako tu nitarudi. Sawa, nimeshukuru. Sasa wewe angalia, ni aibu gani unaleta kwa boma? Sasa nifanyeje dada, kama ingekuwa wewe? Sasa wewe ni msichana tu. Wewe usinigombanishe basi, mimi pia nimeenda.